Tutaenda kuangalia mambo matatu ambayo yanamfanya Mungu ahuzunike au ajute au agairi kwa kile alichokianzisha au alichokifanya kwa mwanadamu. Jambo la kwanza ni mwanadamu anapowaza mabaya moyoni mwake. Hiki ni kitendo ambacho kinamfanya Mungu ahuzunike sana, kwa sababu moyo wa mwanadamu Mungu ameuumba ili uweze kumwabudu. Kwa hiyo unapoingiza kitu ambacho ni mawazo mabaya, vitu ambavyo haviendani na Mungu, namfanya Mungu ajute, akasirike, ahuzunike kwamba kwa nini alikufanya mwanadamu. Tutasoma Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Biblia inasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Unaona, jambo hili likafanya Mungu ahuzunike moyo kwa vile mwanadamu anawaza mabaya. Alipowaza mabaya katika moyo wake, akatenda maovu. Kwa hiyo Mungu akagairi kwamba amemfanya mwanadamu, kamua mpoteze kabisa, amfute katika uso wa dunia. Jambo la pili ambalo linamfanya Mungu agairi au ahuzunike, akasirike, ni mwanadamu unapokuwa na shingo ngumu. Mwanadamu unapokuwa na shingo ngumu, Mungu anasema kitu tekeleza, lakini ufanyi. Anakufanyia baraka, anakuonesha wema, lakini wewe unakuwa na shingo ngumu, mtu usiyemwamini, mtu usiyetii, mtu ambaye hueleweki, wa kunung'unika na kulalamika. Ukisoma Kutoka sura ya 32 mstari wa 9 na wa 10, tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa. Kwa Mungu akagairi ya kwamba amewatoa wale wana wa Israeli kutoka Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo kwa sababu ya shingo ngumu, kwa sababu ya kumkasirisha Bwana, Mungu akamua aweze kuwafutilia mbali. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanya Mungu ahuzunike, Mungu akasirike, Mungu ajute kwa nini ameanzisha hicho kitu. Kwa hiyo lazima tuwe watu ambao ni wasikii, watu ambao si wa shingo ngumu. Sema ashupazae shingo yake mwisho atavunjika bila kupata dawa. Kwa hiyo kitu cha tatu ambacho kinamfanya Mungu aweze kujuta, kitu cha tatu ni kutokutii. Kama ni watu wa kutokutii maagizo ya Mungu, namfanya Mungu aweze kujuta kwa kile alichokifanya. Ukisoma Biblia katika Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 na 11, ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma, asinifuate, wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Kwa Mungu akamtokea Samueli akama, najuta kumtawaza Sauli kuwa mfalme. Mungu anajuta. Kwa nini? Kwa sababu Sauli alipewa maelekezo na Mungu ya kwamba nenda kaangamiza Amaleki yote, lakini hakufanya hivyo. Kwa Mungu akajuta kwa kile kitendo. Kwa nini huyu anisikilize? Kwa kutokuwa watii kunamfanya Mungu ajute, agairi, ailishe, akutoe kwenye nafasi uliyokuwa nayo. Kwa hayo matatu ni muhimu, tunaweza kuyazingatia na kuyatendea kazi. Tukiyaishi hayo, Mungu atapendezwa na sisi na atafurahia uwepo wetu duniani, kwa sababu kila kitu anachokifanya duniani, anapotuweka tuwe dhamana, tusimamie, manake ametuamini na anajua kwamba tutakifanya kwa usahihi, kwa sababu yeye ndio anatuwezesha. Lakini tukienda kinyume na maagizo yake, Mungu anagairi na kukasirika. Mungu atusaidie sana. Amen.